unatakiwa kujua katika maisha, mambo mengine yanapotokea, unatakiwa kunyamaza ili Mungu akupiganie. Yes. Na wakati unanyamaza unahitaji Mungu akupiganie, ni wakati ambao hutakiwi kujitetea, kwa sababu hata ukijitetea hautaeleweka. Zaidi ukiendelea kujitetea utasababisha matatizo zaidi. Heri unyamaze kimya, Mungu akutetee. Yes. Na Mungu akikutetea utakuwa salama, watesi wako watapigwa na Mungu. Na leo wewe utanyamaza, lakini utatoka na upako wa kuangamiza watesi wako. Wewe utakaa kimya, lakini watesi wako hawatakuwa salama. Wewe utanyamaza kimya, lakini Bwana atakupigania. Yes. Na hata kama moyo wako ulikuwa na mashaka, leo Bwana ataondoa mashaka, utatoka ukiwa na ujasiri na utanyamaza wala hautajitetea. Amen, amen, amen. Kwenye kazi ambayo ulitaka iharibike, hautaenda kusema maneno mazuri ili wakuelewe. Mungu ninayemtumikia atatangulia mbele yako na kwenda kukuonyesha na kusema nao kwa lugha ambayo watakuelewa. Oh, yeah. Atazungumza nao na atawafanya wakuelewe. Hata kama unaona haiwezekani, lakini itawezekana, maana iko nguvu ya Mungu. Itawezekana, upo upako wa Mungu. Amen. Itawezekana, ipo neema ya Mungu. Oh, yes. Maana yake utapewa uwezo wa kumiliki na utaonekana, hata kama walikuwa wataki uonekane. Walikuwa wanataka wakumalize, hautamalizika. Walikuwa wanataka wakuue, hautakufa. Walikaa vikao, vile vikao vyao havitakuwa na madhara kwako. Wewe utatoka ukiwa mzima. Nasema utatoka ukiwa mzima. Nakwambia kuna watu ambao waliandikiwa ajenda ya kumalizwa. Hiyo ajenda tunaifuta leo na utaingia kwenye baraka. Walikuwa na ajenda ya aibu kwenye maisha yako. Aibu hautaipata, lakini Bwana atakuheshimisha. Walitaka utoke kwenye hiyo biashara, maana walitaka waifilisi na iharibike, lakini hiyo biashara haitafilisika. Bwana atakufanya uanze kuwa na maongezeko. Walikuwa kabisa wamepanga ili wamalize kabisa vitu vyako viharibike, lakini na habari njema kwamba haitakuwa hivyo kwako. Amen. Haitakuwa hivyo kwako. Amen, amen. Musa aliponyamaza, wasi wake walipigwa na ukoma. Na wewe ukinyamaza, Bwana atakupigania. Oh, yeah. Hana aliponyamaza, mume wake alimpenda zaidi. Na wewe ukinyamaza, Bwana atakutendea mema. Yesu hakuzibizana, hakubishana, Mungu akamtetea. Na watu wakajua huyu hakika ni mwana wa Mungu. Oh, yes. Kuna watu wana maneno mengi kwa ajili yako. Ndio. Natamani unyamaze ili Mungu akusaidie na utoke na nguvu ya kukupa ushindi. Amen. Kuna watu mambo yenu yameharibika. Natamani unyamaze ili Mungu akutetee uone baraka. Kuna watu hamuoni mpenyo. Natamani unyamaze ili Bwana afungue njia kwenye maisha yako. Oh, yes. Kuna watu umevunjika moyo. Ninatamani unyamaze ili Bwana kutie moyo usonge mbele. Kuna watu hauoni kama inawezekana tena. Natamani uamini kwamba Bwana ni Mungu wa yote, yanawezekana. Amen. Wakati unaona haiwezekani, Mungu anaona inawezekana. Amen. Wakati unaona umefika mwisho, Mungu anaona hii hapa ndio mwanzo. Wakati moyo wako hauna tumaini, Mungu analeta tumaini. Wakati hauoni kama unaweza kupata mpenyo, Bwana analeta mpenyo katikati ya mahali ambapo kuna giza. Wakati ambapo moyo wako umekata tamaa, amini neno la nabii, utaona mafanikio na mpenyo. Wakati unasema hautapona tena, Bwana anataka kuambie amini neno, utapona na utakuwa mzima. Wakati kila mtu amekukatia tamaa, Mungu ninayetangaza habari zake bado anakubembeleza, hajakukatia tamaa. Hiyo biashara ambayo unaona imefika mwisho, bado Bwana anajua inaweza ikawa ni biashara ya kusababisha matokeo makubwa. Inaweza ikawa ni biashara ya kusababisha maisha yako yabadilike. Afya ambayo umekata tamaa, umetibiwa na umetembea kwa waganga na waganga, leo Bwana atakuponya hapa na utatoka ukiwa mzima. Amen, amen, amen. Waliokuwa wamekamata maisha yako
wamefunga nyota yako, wamefunga baraka zako. Ulikuwa unapata kazi, ulikuwa unafanya kazi unaona pesa, lakini sasa hivi pesa usioni. Leo utatoka na upako utakaosababisha uone matokeo na maisha yako yawe ya baraka. Bwana asifiwe. Wakati wote unatakiwa na neno hili. Mungu anapokupa mwaliko wa kwenda uweponi mwake, hakupi mwaliko bila sababu ya msingi. Anaweza kawa na sababu ya msingi alafu wewe usielewe. Anaweza kawa anamaanisha kile ambacho wewe huoni kama kinawezekana. Lakini nataka mchana wa leo Mungu akusaidie jambo moja. Unapokuja uweponi mwa Mungu, umepewa mwaliko rasmi. Tazamia Mungu akutane na maisha yako. Na Mungu akikutana na maisha yako, hautabaki kuwa wa kawaida. Yes. Mungu akikutana na maisha yako, haijalishi hali uliyokuwa nayo ni ya namna gani, maisha yako hayatabaki kuwa ya kawaida. Amen. Na mimi nataka nikwambie leo maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Amen. Leo maisha yako hayatakuwa ya kawaida. Leo miujiza itatendeka kwako na utaona mabadiliko. Leo Mungu atajifunua kwako, utaona baraka. Amen.